yale yanayochumwa na yale wanayosema, yale yanayochumwa na midomo yao. Kwa hiyo ndugu za Uislamu, ulimi unaingiza motoni, ulimi, mdomo unaingiza motoni. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa an akthar ma yudkhilu an-nas an-nar, kitu gani ya Rasulullah kitachowaingiza watu siku ya kiyama zaidi motoni, akasema sallallahu alayhi wasallam al-ajwafani al-famu wal-farj. Mdomo kwanza, mdomo, ulimi au utupu, vitu viwili hivi ndivyo vitakavyoingiza watu wengi sana motoni siku ya kiyama. Vitawaingiza watu wengi sana siku ya kiyama katika moto na adhabu na ghadhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hifadhi ulimi, utakuhifadhi, ya imma utakushitaki siku ya kiyama. Anwani ya muhadhara wa leo, hifadhi ulimi, utakuhifadhi. Ina maana usipohifadhi kuna kitu kingine kitatokea. Jua Muislamu ya kwamba lolote unalolisema na lolote unalolifanya katika amali na vitendo vyako, vyote hivi vitadhihirisha siku ya kiyama. Na kama kuna baadhi ya viungo, mojawapo ni ulimi wako, siku ya kiyama utakuwa shahidi juu yako katika amali zako na vitendo vyako na kauli yako. Ndio maana akasema subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na semeni maneno ya sawa sawa. Tukisema maneno ya sawa sawa ya Rabbi, tutapata zawadi gani? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Atafanya nini ya Rabbi kama sisi tutaipa adabu midomo yetu au ndimi zetu, tukawa katika watu wanaosema maneno ya sawa sawa, sio wasengenyaji, sio wafitinishaji, sio waongo, sio wa kukejeli watu. Hapana, tunatumia ndimi zetu, neema ya ulimi, kama anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala utumike. Anasema Subhanahu wa Ta'ala, ili mpate atakutengenezeni vitendo vyenu na atakusameheni madhambi yenu, na anayemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, bila shaka huyo atafanikiwa mafanikio makubwa kabisa. Na kila mtu ana haja siku ya kiyama apate mafanikio makubwa. Na lazima ujue, unapotamka, taharuki yoyote ile, hauko peke yako. You are not alone, you are highlighted. Wewe upo katika uangalifu au uangalizi. Kuna malaika wasio kuacha usiku na mchana, gizani na katika mwangaza, wanaona na wanaandika, wanasikia na wanaandika yote unayosema. Wewe fanya copy, wanafanya paste katika kitabu chako. Kwa hiyo angalia unasema nini katika wakati huu, na katika wakati wote ule ambao unatamka. Unapoamua kufungua ulimi wako ili uzungumze, unasema nini katika wakati huo? Jawana mmoja wao alikuwa kila siku, alikuwa ni mwingi wa kunyamaza, hazungumzi ila katika dharura, na akiufungua mdomo wake aseme ila yale yanayomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo mtu, ndugu zangu Waislamu, alikuwa kila analolisema analiandika katika karatasi, na usiku kabla ya kulala anakuja kuona maneno mangapi amemuasi ndani yake Mwenyezi Mungu, na anatumia siku hiyo kabla siku ya pili yake. Anaandika muda mrefu alikuwa ni kunyamaza. Akifungua ulimi wake anakuja kujipima, kwa sababu jihesabu kabla hujahesabiwa. Anaona maneno mangapi katika hayo niliyosema leo yanamghadhabisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaanza kutumia kabla siku ya kiyama haijafika. Anamaliza hesabu zake hapa duniani. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingelikuwa sisi ndugu zangu Waislamu, anapozaliwa binadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwacha azaliwe pamoja na wawili waangalizi anaowaona. Mmoja anaandika mema yake na anamuona kwamba anaandika mema, na mwingine anaandika maasi na anamuona kwamba anaandika maasi. Basi watu wengi sana wangeogopa, lakini Allah wanasema wao kwamba sadaqallahu alazim, tunamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa lolote analolisema, na kila siku Allah anawaambia ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki neno lolote lile ila yupo karibu yake muangalizi, ina maana anayeandika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kauli yake hii, ndugu zangu Waislamu, sallu ala Muhammad,
hakusema sentensi, hakusema paragraph au useme yanayojaza gazeti zima. Amesema hatamki neno kauli ila yupo tayari yule anayeandika. Sasa angalia unasema nini? Nani anayeandika? Malaika. Anaye leo ingelikuwa watu tunawaona tungewaogopa watu hao waangalizi. Ukiwekewa wewe sasa hivi wawili mabodigadi wanakwenda na wewe popote pale unapokwenda na wanaandika, utaogopa au utaonea haya. Lakini Allah anakuambia kuna malaika wawili wanakuandikia mema yako na mabaya yako, lakini wala hujali. Na hayo ndiyo yatakayodhihirishwa siku ya kiyama, utakuja kujuta au kufurahi. Sakalia Muislamu. Ndio maana katika hadithi ya Muadh ibn Jabal anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anuakhadhu bima naqul, je tutaadhibiwa kwa yale tunayosema? Haya tunayosema maneno haya tutaadhibiwa kwa hayo? Tutachukuliwa kwa adhabu kwa yale tunayosema? Mtume sallallahu alaihi wasallam kamjibu Muadh, thakalatka ummak ya ibn Jabal wa hal yukabbu an-nas, hivi watu watamiminiwa, watamwagwa katika moto wa jahannam, fi an-nari ala manakhirim, kwa nyuso zao au kwa pua zao, illa min hasaidi alsinatihim, illa kwa sababu yale yaliyochumwa na ndimi zao. Kwa hiyo ni ulimi. Muislamu, uhifadhi utakuhifadhi, ya imma utakushitaki siku ya kiyama. Ndio maana Abdullah Thaqafi anasema, nimemwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, niambie jambo, hilo jambo nitajikinga nalo katika adhabu na ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithni bi amrin a'tasimu bih, nieleze jambo nitajikinga nalo. Akasema sallallahu alaihi wasallam, qul rabbi Allah thumma istaqim, sema Mola wangu ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kisha nyooka katika njia ya Mwenyezi Mungu aliyoridhika nayo. Kisha kamwambia, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, kitu gani unachoniogopea mimi zaidi? Sasa namwambia sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, kitu gani unachoniogopea zaidi ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaushika ulimi wake akamwambia, hadha, ninachokuogopea zaidi ewe Muadh ibn Jabal au Abdullah Thaqafi sawani, ni huu ulimi, sio kitu kingine. Katika mwili wa binadamu kuna viungo vingapi? Hakusema macho, hakusema masikio, hakusema mikono, hakusema miguu, lakini akatanguliza kile kitachoharibu vyote vilivyobaki. Nini? Ulimi. Ulimi ukiongoka, jamani Waarabu wakasema, lisanaka hisanak, ulimi wako ni kinga yako. In suntahu